Excellent Homes and Properties nigyo tutogoretia hari wedia wa broti na hari tukurehira muguda mwena wa Matu Kivandini 50 by 100 na thogora mufashirire wa shirigi girigana rimwe ria 50 deposit na shirigi giri 50 icio igyo kari hakahora gwa kahora wakaida ka meri 3 kana kurigana na ria mukwigwithaniria oho mena miguda mwena wa KBC mala na thogora wa shirigi giri 400 deposit na shirigi girigana rimwe ria 50 icio igyo kari gwa kahida ka meri 3 Migodaino ya Excellent Homes and Properties ina ready title deed my thitima na ugitiri ni tosha. Migodaino ina tiri mwega wa kulima. Karibuni watazamaji wetu wa kipindi chetu cha The Bread of Life ama mkate wa uzima. Na wakaribisha tena kwa siku ya kipekee ambao Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Kama vile ilivyo kawaida, hii ni kipindi ambacho tunakipenda, ambacho huwa tunakutana hapa kila Wednesday ama Jumatano kutoka saa 5 mpaka saa 6. Na kwa hivyo umekaribishwa ukaweza kusikia neno la Bwana, na najua neno la Bwana litakubariki. Huyu ni Reverend ama Bishop Stephen Moremi, Trinity Gospel Ministry pale Thika, na umekaribishwa hata kwa ibada yetu. Kama vile ni huwa nawaambia ya kwamba tunapokuja hapa katika studio hii, tunakuja kwa sababu tunawapenda, na tungeomba neno la Bwana likakufikie kwa ile lugha ambao unaweza kuelewa. Tunaweza kuongea kwa lugha mingi, lakini tungependa sana kusikia your feedback, tujue matazamio yako, na najua unaweza kubarikiwa. Huwa nakuambia ukitaka kuongea nami unaweza kutumia namba ya 0721 490 428 0721 490 428. You're welcome, na najua utaweza kubarikiwa. Siku ya leo tunapoanza kipindi chetu, nataka tugawane neno la Bwana kutoka kwa kitabu cha Samueli wa kwanza kifungu cha 30. Kama vile tunavyojua, wengi ambao wanajua Biblia, inaongea juu ya maisha ya Daudi wakati alikuwa ametoroka mfalme Sauli, wakati alikuwa na muida mpaka akatorokea nchi ya Wafilisti. Na kule Wafilisti wakaenda wakampokea vizuri, akiwa na vijana waliomfuata, moja wao wakiwa wengi wale walikuwa wametoroka kule kwa sababu ya tabia zao zisizokuwa nzuri, wakatoroka taifa yao. Lakini walipokuja huku jangwani wakakutana na Daudi ambaye alikuwa anatorokea usalama wake kwa sababu ya vile upako wa Mungu ulikuwa unafanya kazi katika maisha yake. Na kwa hivyo akapata kibali kwao, wakajiunga naye, na ikawa jeshi ambayo itakuwa kimzingira. Na kwa hivyo akiwa katika nchi ya Wafilisti, alikuwa pale mtu mkalimu, mtu mtulivu, na wakaona ni heri wambebe waende naye vitani wakati Wafilisti walikuwa naenda kupiga Waisraeli. Na kutoka hapo tunaona ya kwamba walipofika kule vitani, wale wakuu wa jeshi wa Wafilisti wakasema hawawezi kwenda vitani na Daudi, kwa sababu anaweza kwenda pale ageuke na aanze kuwa kinyume nao, ndivyo ajipendekeze kwa mfalme wake Sauli. Na kwa sababu hiyo Daudi akarejeshwa, akaambiwa rudi kwake pale alikuwa ametengewa na mji ambao ulikuwa unaitwa Ziklag. Kwa hivyo siku ya leo nataka tusome pale na tuone ni nini kilichofanyika, kwa sababu katika maisha haya kuna mengi ambao huwa tunapatana nayo, na wakati mwingine mengine ya kushusha moyo na wengine ya kutia moyo. Ni vizuri kuelewa kabisa ni mpango gani ambao Mungu ako nao kuhusu maisha yangu, kwa sababu si mapenzi ya Mungu ya kwamba uishi katika mateso, na sio mapenzi ya Mungu ya kwamba uangamie katika vita hizi za kiroho tunapatana nazo, bali mapenzi yake ni tukamilike na tufikie kiwango cha toba ambacho angetarajia kutoka kwetu. Kwa hivyo ningetaka tusome pamoja katika kifungu cha 30 Samueli wa kwanza. Inasema hivi, natasoma kwa lugha ya Kimombo. David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burnt it, and had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way.
When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. David's 2 wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in the spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Then said David to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, "Bring me the ephod." Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, "Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them?" "Pursue them," he answered. "You will certainly overtake them and succeed in a rescue." Then it continues, verse 9. David and the 600 men with him came to Besa ravine, where they stayed behind, for 200 men were too exhausted to cross the ravine. But David and 400 men continued the pursuit. They found an Egyptian in a field and brought him to David. They gave him water to drink and food to eat. Bwana asifiwe sana. And in verse 16 it tells us, he led David down, and there they were scattered over the countryside, eating, drinking, and reveling because of the great amount of plunder they had taken from the land of the Philistines and from Judah. David fought them from dusk until the evening of the next day, and none of them got away except 400 young men who rode on camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. Let's pray. Gracious Father, in Jesus' name, I thank you for this great morning. Thank you for another new day that you've given us to rejoice and be glad in your presence. We thank you for giving us the privilege of life, the privilege of having fellowship with you, the privilege of being called one body with Jesus Christ, the privilege of even sharing this bread of life together. We thank you for the offer that you've given us, and we commit our day unto your hands. May you minister to us according to your will. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Today, I would like us to talk about seeing things differently. Ningetaka tuongee juu ya kuona mambo kitofauti. Kwa sababu katika maisha ambayo tunaishi, mambo huja na kuna vile watu wanaangalia kikawaida. Lakini kuna vile tunaweza kuangalia mambo tofauti na wale wengine wote. Na hivyo ndivyo tunapaswa kufanya, kwa sababu sisi kila mmoja wetu tumeumbwa kitofauti. Na kila mmoja akona unique mission ambayo Mungu amempea. Na ndio maana unaona hata vidole vyako hakuna fingerprint ambayo inafanana na mtu mwingine. Kwa sababu Mungu amekuumba uniquely, ndivyo ukaweza kutimiza wajibu aliokuitia ambao hajaitia mwingine. Na ndio maana wewe ni wa dhamana sana katika maisha haya na wakati huu tunapoishi. Kila mtu hufikia kizazi chake. Tunaambiwa katika kitabu cha Matendo ya kwamba Daudi alitumikia Mungu katika kizazi chake. Na wewe pia umeitwa wakati huu ukaweze kutumikia Mungu katika kizazi chako. Na kwa hivyo nataka wakati mwingine ujifunze kutoka kwa maisha ya Daudi ambaye tumesoma juu yake leo, ambao hatuwezi kufuata yale mambo aliyoyafuata wakati ule, lakini tunaweza kusoma kwa yale mambo ambayo aliyafanya. Kitu cha kwanza nataka tuangalie ni ya kwamba Daudi anatoka vitani. Alikuwa ametoka Ziklag, akaungana na Wafilisti waende wakapigane na Wayahudi. Mungu hangekubali jambo kama hilo. Kama Daudi angeenda kupiga watu wake, ndugu zake na dada zake, kama angeenda kupiga wazazi wake, nchi ya wazazi wake, ingekuwa ni jambo kinyume na matarajio ya Mungu. Mungu alikuwa amempaka mafuta ndivyo akaweza kutawala Waisraeli.
na sasa hawezi tena kwenda kupigana na wale watu ambao Mungu tayari amemchagua aende akawaongoze. Kwa hivyo wakati alipoitwa na Wafilisti, Akishi kiongozi akamwambia tutaenda nawe vitani, alikuwa tayari kwenda, lakini haikuwa mpango na mapenzi ya Mungu. Wakati walipofika katika uwanja wa vita, Daudi bila kujua ni nini anachojiingiza kwake, Mungu mwenyewe akaingilia kupitia viongozi wa Wafilisti, wa jeshi la Wafilisti, na wakaambia Akishi ya kwamba hawezi kwenda na Daudi kupiga mfalme wake. Laiti Daudi anaweza kugeuka na awageuke aanze kuwachapa wao, na kwa sababu amejua siri zao na nguvu zao, anaweza kuwatesa zaidi. Mpaka wakafika wakati wakasema, si huyu ndiye Daudi ambaye watu wao waliiba? Akasema, Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua makumi ya maelfu. Na kwa sababu hiyo, yeye Akishi akaamua mwambie arudi. Na siku iliyofuata Daudi akatoka mapema akarudi Ziklag. Akirudi, kumbe wamevamiwa. Kuna jeshi ambao ilitoka kwa Amaleki ikaja ikavamia miji miwili, moja inaitwa Negev na ingine inaitwa Ziklag. Wakaiba kila kitu Negev, lakini walipofika Ziklag wakaichoma. Wakateka, kisha wakashika kila mtu mateka, wakachukua mifugo, wakachukua mali yao yote, lakini hawakuua mtu yeyote, awe mkubwa awe mdogo, awe kijana awe msichana, hakuna waliyeua. Wakati mwingine vitu kama hizi zinapofanyika ni mapenzi ya Mungu, na ni Mungu amekusudia kwamba hata kama mtawashika mateka hamtaweza kuwadhuru. Kumbuka Mungu ako na viwango anavyoachilia katika maisha wakati anaruhusu shetani kuingilia maisha yetu. Kumbuka story Ayubu. Mara ya kwanza Mungu alimwambia enda uguze mali, lakini usimguze yeye. Mara ya pili akapewa ruhusa ya kuguza mwili wake, lakini asiguze roho yake, na hangefanya zaidi hapo. Baadaye Ayubu alipona na akarejeshewa maisha yake ya kawaida na yakazidiwa maradufu, kwa sababu Mungu ako na viwango anavyoruhusu shetani kuja kutujaribu. Maandiko yanasema ya kwamba hata hatujaribiwi kiwango hatuwezi kupita. Wakati tunapoanguka kwa majaribu, si kwa sababu ati majaribu yalikuwa so unique, si kwa sababu majaribu yalikuwa si ya kawaida, ni ya kawaida, na watu wengine wamepitia pale wakashida, na Mungu amekupima akaona una shida, lakini wewe mwenyewe unaamua kutopigana vita. If you choose not to fight the battle, God do not fight for you. God will always back you when you take a step of faith. Kuchukua hatua ya imani na kutoka uwajani, hapo ndipo Mungu anagojea, kwa sababu God operates on your faith. Anafanya kazi kulingana na imani yako. How are you built up in faith? Umejengwa kivipi katika imani? Je, neno la Bwana limekuzidi aje? Kwa sababu imani huja na chochote kinachokuja huenda. Ni bado Biblia inatuambia kwamba imani huja kwa kusikia, na ni kusikia neno la Bwana. Kwa hivyo wakati umeingia katika neno la Bwana, ukanawa katika neno la Bwana, ukaogelea katika neno la Bwana, ukazama, ukapotelea katika neno la Bwana, imani yako inakuwa juu. Na wakati huo ukikiri chochote kwa imani, unaweza pokea. Nimekuwa nikipigana na watu, nikitembelea watu, nasikia mtu akisema, huyu mtoto wangu ni mjinga sana, huyu mtoto wangu wako hivi. Niliuliza mwingine juzi, why should you curse your child? Kwa nini unaita mtoto mjinga? Kwa sababu kila neno linalotoka katika kinywa chako liko na nguvu. Huyu mtoto akisikia na weke imani yake ya kwamba wewe unajua ni mjinga, ujinga utauona. Lakini ukikiri, ukitia mtoto moyo, ukimtia nguvu, ukimencourage kuendelea mbele, hata kama ako chini, hata kama ameanguka raudi hii, mwambie raudi ingine inakuja, there is always another opportunity. Mtie moyo na ataweza kuendelea. Hiyo ni imani.
Sasa Daudi tunamuona alikuwa anaenda kupigana, lakini Mungu angeruhusu. Akirudi kwake anapata wamevamiwa na kila kitu kimeibiwa, na kila mke, kila mtoto amechukuliwa, lakini Mungu hakuruhusu waue hata mmoja. Wakaenda na Daudi wakafika. Daudi kufika, watu wake kuangalia kuona vile kijiji kimechomeka. Aidha walifikiria watoto jamii zao zote wamemalizwa ama vipi, lakini hao watu unaweza fikiria walikuwa tukutu, hawana utu. Watu ambao walikuwa wametoroka kwao kwa tabia zao baya, unaweza kufikiria ya kwamba hawana utu. Wacha nikwambie siku ya leo, hata ukiona mlevi, hata ukiona muuaji, hata ukiona huyo mwizi, hata ukiona mtu ambaye anajihusisha kwa mambo yasiyofaa, sio ya kwamba hana utu. Hakuna wakati Mungu anaweza kuruhusu mwanadamu awaoguke kiwango ya kwamba anakosa utu ndani yake. Hao jamaa walikuwa na utu na walikuwa na uchungu sana kusikia kwamba watoto wao wa kike wa kiume na pia bibi zao wametekwa. Wakalia machozi, wakalia kilio ambacho walifika kiwango hawawezi kutoa maneno tena ya kulia. Wamelia, wamekosa nguvu. Mpaka akasema haya yote tumeiona kwa sababu tulifuata Daudi, na kwa sababu alituambia twende tukapigana na Wafilisti. Na mara hiyo wakasema huyu ndiye tutajilipisha kizazi naye, na yeye ndiye tutaua. Walipokuwa wakifikiria kuchukua mawe wamuue Daudi, hata kama pia alikuwa amedhoofika kama wao, amekosa nguvu, amelia kwa sababu ya bibi zake wawili na watoto wake. Hata kama alikuwa katika hali hiyo, wakati danger imemkabili, he took another step. Imani ikainuka ndani yake na akajitia moyo katika Bwana. Na maandiko inaniambia kwamba akaita Abiathar ambaye pia alikuwa kuhani, ambaye pia alikuwa amelia na nguvu zake zimemwishia. Akamwambia, nipatie efodi niweze kwenda mbele za Bwana nikatafuta uso wake. Wakati wale wamekufa moyo wanataka kumuua, naye amejitia moyo akatafuta uso wa Bwana. Thank God, kwa sababu Daudi alikuwa muombaji. Na leo nataka kuongea na wewe kiongozi. Nataka kuongea na wewe pastor, nataka kuongea na wewe bishop. Nataka kuongea na wewe kiongozi katika area fulani katika maisha yako. Hata wewe kiongozi wa jamii. Bwana ukiwa pale, bibi labda ndiye kiongozi pale. Wewe ndiye firstborn katika hiyo boma. Na kuna maswali mengi ambao unajiuliza. Wakati wale wengine wote wanapolia kwa yale ambao wamepitia, kumbuka kuna Mungu. Always remember there is a God you can turn to. Kumbuka kuna Mungu unaweza kugeukia na umtazame na umlilie. Daudi akiona wale wakichukua mawe, yeye alienda mbele za Bwana kuita uso wa Bwana, kutafuta uso wa Bwana, kulilia jina la Bwana, na Mungu akamsikia. Na ombi lake lilikuwa fupi sana. Je, Baba, nikienda kufuata hawa watu nitaweza kuwafikia na nitaweza kukomboa watu wangu? Naye Mungu akanena naye akamwambia, enenda, utawapata na utaweza kuokoa kila kitu. So what a great assurance. What a great assurance. Kila kitu kimepotea, lakini Mungu amekuahidia kwamba chochote kilichopotea kinarudi kwako na kitarudi kikwako kizima. Utaokoa kila kitu kilichoenda. Na wakati Daudi alivyosikia hivyo, akaenda kwa wenzake akawaambia, msinipiga mawe. Kuna tumaini. Na mimi nimekuja kukuambia ya kwamba kuna tumaini kwako. Ujumbe wetu wa leo ni ya kwamba tazama mambo kwa jicho tofauti. Usitazame mambo kwa ile njia ambayo kila mtu anaona. Change your viewpoint. Ukiangalia mambo vile watu wote wanaona, utakaa kama wao, utafanya uamuzi kama wao, utaishi kama wao. Lakini wewe kama kiongozi, Mungu amekupa uwezo wa kuona mambo tofauti. See with the eye of God. Ona mambo kwa jicho la Mungu na utaweza kushinda katika maisha haya.
Majaribu yatakuja, mateso yatakuja, shida zitakuja za kila aina. Lakini ona mambo kwa jicho tofauti. Wakati ule hakukuwa Biblia ambayo imeandikwa kama ile tuko nayo sasa. Na ndio maana watu wale walikuwa wanategemea tu sauti kutoka kwa Mungu. Leo sauti ya Mungu imenakiliwa katika kitabu kinachoitwa Biblia. Na ukitaka kujua sauti ya Bwana kuhusu jambo lolote, just come to the word of God na utalipata limeandikwa pale kwa ajili yako. Na sio mara moja. Mungu hunena kwa njia tofauti kwa watu tofauti, lakini ujumbe ni ule ule. Hata ukiangalia kutoka mwanzo mpaka mwisho, Biblia ilipoongea juu ya wokovu kupitia damu ya Yesu Kristo, ilianza kutoka mwanzo pale Adam na Eve walipokula tunda. Damu ikamwagika, Mungu akafunika uchi wao. Na kutoka hapo blood sacrifices zikaendelea mpaka mwisho, wakati Yesu Kristo alikuja naye akafa msalabani, akatoa damu ya mwisho. Na siku ya leo nataka kukuambia kwamba damu ya Yesu Kristo ilitosha. Hatuhitaji damu ya kondoo tena. Hatuhitaji damu mahali kwingine kokote. Damu msalabani ya Yesu Kristo ilitutosha. Watu wanaweza kufanya mambo mengine yoyote, lakini those are just but dramas. Ukweli wa mambo, damu ya Yesu Kristo ilipomwagika inatutosha. Wazee, wa mama, watu wetu, watu wa kutoka area ya kwetu, ningetaka kukuambia damu ya Yesu Kristo ndio inatosha. Na neno la Bwana liko wazi. Aliposulubishwa msalabani alisema it is finished. Watu wanaendelea kumwaga damu wakifikiria kwamba wanaweza kujitetea kwa Mungu kwa njia moja ama ile nyingine. Hakuna damu ingine yoyote inayoweza kutolewa ikutetee mbele za Mungu, impendeze Mungu, ya mwanaye Yesu Kristo, iliyoondoa hasira za Mungu, iliyotuliza hasira za Mungu, iliyotuliza ghadhabu ya Mungu kwa ajili ya dhambi, iliyofunika dhambi na ile ngozi ya utakatifu aliyotuvisha, afunika uchi wetu wa dhambi. Ndivyo Mungu akituona anaona utakatifu wake. Ndivyo Mungu akituona anaona watu waliokubalika. Na ile neema aliyotupea, hiyo ndio inatosha mpaka siku ya leo. Hatuhitaji damu ya mwanadamu, hatuhitaji damu ya ng'ombe, hatuhitaji damu ya mbuzi. Damu ya Yesu Kristo ndio inatosha. Daudi akavaa efodi, akatafuta uso wa Bwana. Vile tumekuja hapa leo, hatuhitaji kuvaa efodi kwa sababu tayari tumevishwa utakatifu wa Kristo. Lakini tunahitaji kunena na Mungu kulingana na mapenzi yake yaliyonakiliwa katika Biblia. Na yeye pia atatunenea kulingana na mapenzi yake yaliyo katika Biblia. Kwa sababu ukijua ukweli, ukweli utakuweka huru na utakuwa huru kabisa. Uongozi ni gharama na uongozi ni hatari. Na kila wakati kwa njia moja ama ile nyingine, mambo yataharibika kuliko vile ulitarajia, kama yalivyoharibika wakati wa Daudi. Alikuwa anafikiria anaenda kujitetea kwa Wafilisti, wamempea makao, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Na kwa hivyo Mungu aka-override decision yake. Na alipo-override ikafanya hata wale walio wafuasi wake watake kumpiga mawe. Lakini shukuru Mungu, kwa sababu hata kama hayo yalifanyika, Mungu pia hakuruhusu wamrushie hata jiwe moja. Imagine 600 men. Hata kama mtu alirusha jiwe moja tu, Daudi angekuwa wapi? But God held them back mpaka akanena. Na akaambia Daudi, enenda utawafuata na utaweza kurudisha kila kitu. Na Daudi akawaita, akawaambia, sasa wapendwa, wakati umefika, ni tunaenda. Wakamuliza, tunaenda wapi? Akasema, sijui, lakini tutawafuata. Tutajaribu kutafutia huku jangwani, tuone nyaya walizozifuata. Na kwa hivyo wakatapakaa watu 400. Wale 200 hata alipowanenea Mungu ameninenea, hawakumwamini tena. Hawakuwa na nguvu za kuendelea. Wakasema, sisi hatuwezi kuambatana nawe tena. Wacha tukae hapa tutulie. Kilichopotea kimepotea. Walikuwa wamekufa moyo. Walikuwa wamekosa nguvu za kuendelea tena.
will always have such a team. At least a third of them walikuwa kinyume naye, walikuwa wamekosa nguvu, hawataendelea. Wale wengine wakasema wacha tu tujipe moyo, maybe round hii mambo yatabadilika. Wakaenda watu 400. Na walipokuwa wanaenda, kwa sababu hawajui wafuate direction gani, wanaenda kila mahali wakitafuta, wakapata kijana aliyekuwa amelala huko nyazini. Na wakamchukua wakamleta kwa Daudi. Alikuwa amedhoofika, alikuwa amepata kiu, akona njaa, na alikuwa weakly, alikuwa mgonjwa. Na alipokuja kwa Daudi, Daudi akamuuliza, wewe ni nani? Umetoka wapi? Na watu wenu ni wagani? Akasema, mimi ni Mumisri, na mimi ni mtumwa wa Amaleki, ambaye tulikuja nao tukaiba kule Negev, na tukaja tukachoma Ziklag, lakini nilipogojeka wakaniacha jangwani nikufe. Akaulizwa na Daudi, nikikuuliza unaweza kunipeleka pale wako? Akamwambia, mambo mawili. Niahidi ya kwamba hutanipeana kwao tena, na ya pili hutaniua. Daudi akamwambia, yote nimekuahidi. Wakampea chakula, wakampea chakunywa, akapata nguvu. Wakaanza safari. Yeye aliwaelekeza vyema sana, akawapata Waamaleki kama hawakuwa wanatarajia. Masaa ya jioni hivi, maandiko yananiambia kwamba walikuwa na kula na kukunywa na kuiba. Nyimbo za walevi unazijua. Walikuwa wote wamejawa na pombe, walikuwa wote wako tayari kusherehekea tu, walikuwa na sherehekea. Lakini wakati kule wakavumaniwa. Kila wakati adui akifikiria amekushida, ataenda kulala, ataenda kusherehekea, ataenda kuburudika. Lakini wakati huo hajui ya kwamba Mungu ameandaa kumwangusha. Maandiko inaniambia ya kwamba Daudi aliwavamia kutoka jioni mpaka siku hii ingine, masaa ya usiku na mchana, mpaka siku hii ingine jioni. Akawa ya kwamba ameweza kuteka kila kitu kilichoibiwa, akakirejesha. Hata zile zilikuwa zimechukuliwa Negev, hata zile zilikuwa zao, zote aliweza kuzibeba, akazirudisha, na zikawa mateko wake. Na hakuna kitu chake ama cha Ziklag kilikuwa kimekosekana, kidogo ama kikubwa, mtoto wa kiume ama wa kike. Hakuna kitu walichokosa, kwa sababu Mungu alikuwa amemwelekeza. Wapendwa, sijui ni nini chako kilichoibiwa. Sijui ni nini chako ambacho kimekupotea. Sijui ni katika hali gani wewe kama kiongozi umepitia mambo ambayo yamekuvunja moyo kabisa. Kile ningetaka kukuambia kwamba success and discouragements are twin sisters. Hawaachani. Ushindi na kuvunjwa moyo ni mambo mawili ambayo ni mapacha. Hawaachani. Utakuwa na ushindi dakika hii, the next minute unakutana jambo la kuvunja moyo. Utakuwa umepata kibali raundi hii, ukikaa huna mtu ambaye anakuangalia na kushughulikia. Kwa sababu haya mambo yamekuwa intertwined, ndivyo usiweze kuexcel ukasahau ya kwamba kuna Mungu. It is a check and a balance katika maisha. Saa hii hata katika uongozi wa Kenya tuko na shida. Kuna viongozi wako na shida, kwa sababu kuna hiyo mambo ambayo ni ya kutia moyo na kuna mambo ambayo ni ya kuvunja moyo. Ndio maana unaona wanajibizana hivi, huyu anajibu hivi, huyu anajibu hivi. Hawako sawa vile walianza, kwa sababu mambo kama haya lazima yakuje. Lakini yatakuacha wapi? Naongea na wewe kiongozi. Siku ya leo nimeamua kuja kuongea na viongozi. Na kila mmoja wetu ambaye anajitabua kwa njia moja ama ile ingine. Uwe kiongozi katika society, uwe kiongozi katika kanisa, uwe kiongozi katika uongozi level yoyote. Jua ya kwamba kuna discouragements and successes utapatana nazo.
Na wale wanakuibia leo wakisema wewe ndiye mwisho, wao ndio watakulilia kesho wakisema muondoe huyu. Walimfurahisha Yesu Kristo hivyo. Wakasema tunataka uwe mfalme, wewe umetupia mikate. Tunataka uwe mfalme, umeponya watu wetu. Tunataka uwe mfalme, umetenda miujiza. The same mouth wakasema away with him, crucify him. Kiugeta kirede na kirede getiretha. Huo unaitwa umati. Na umati hawana huruma. Somebody told me. Na hiyo jambo limenifunza mambo mengi sana. Na hii ndio alisema. People love a hero. But there is something they love of a hero more than the hero himself. They love to see a hero fall, no matter what he has done for them. If you only understand that statement, watu hupenda champion ama mshindi. Lakini kuna kitu wanachokipenda kuhusu huyo mshindi kuliko yeye mwenyewe. Wangetaka kuona siku moja akianguka, hata kama amewafanyia nini. Hawana huruma. Siku yako ya kuenda chini ndio itakuwa sherehe kubwa kwao, hata kama wamekuwa kukusifu kwa mdomo. Kwa hivyo ukichajua hii, jipe nguvu na ufanye kazi uliyoitiwa na Mungu bila kuangalia wanaokupenda, wanaoongea mazuri, wanaoongea mabaya. Daudi alikuwa amesaidia hao watu kiwango gani? Walikuwa wameshuhudia ushindi viwango gani? Hivi kwamba kwa sababu ya shida moja iliyotokea na sio yeye muhusika, wanasema tutakupiga mawe. Because of an unpopular decision. Just one unpopular decision. Mambo ikageuka. Hata kama mambo yanaharibika, always remember there is more in a man than that single decision that was wrong. Jua ya kwamba kuna zaidi kwa mwanadamu kuliko hilo uamuzi mmoja aliyoufanya. Jua ya kwamba kuna mengi kuhusu huyo mtu. Na binadamu ataanguka kwa njia moja ama ile ingine. Na wengine hata sio makosa yao, ni mambo ya kusingiziwa ndivyo wasiweze kufuata lile lengo. Know always ya kwamba the enemy is targeting your dream. The enemy is targeting to divert your focus. Adui anatafuta ndoto yako aiue. Anatafuta kukuondoa katika mwelekeo ambao umeweka macho yako. Lakini ukisimama imara, usijali mawimbi, usijali mafuriko, usijali upepo, usijali kuvunjika kwa mawe, usijali yale yanayofanyika one side or the other, utaimaji a winner. Utatokea ukiwa mshindi. Na ushindi inaendelea. Sawa?